tunahubiri neno lake kwa moto takati, tuende tuendelee mbele, tukashinde majaribu, twapinga vita vya imani, tuvumilie yote, twapinga vita vya imani, tuvumilie yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndiyo, tunashukuru kwa mwalimu ambaye ametoa neno. Mungu wetu akubariki sana. Amen. Basi nitasiwa mama viongozi waselile kwa mama wawili, mama waselile mama na mama wetu wa Kongo pite hapa ili tufunue huyu mtoto wetu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tunataka tumfunue huyu mtoto wetu, na nitasii mkutano mzima tutakuwa wima kwa heshima, tutakuwa wima. Alafu baba anaomba Mungu mtakatifu, 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 Mungu aliye juu. Tazama wana wako wamesimama, lakini wamemimina mioyo yako kwako, kwa ajili ya yule ambaye uliyemuweka mafichoni muda wa miezi 6 kwa mafunzo fulani. Sasa wakati huu Mungu, tazama, wanataka kumfunua. Alikuwa ndani, hewa ya ndani alikuwa nayo, sasa hapa imekuwa hewa ya nje. Bwana wangu, amani yako yambatane na hewa ya nje, na amani ambayo utakayoweka ndani yake Mungu yambatane na hewa ya nje. Asante kwa maana Mungu utatenda hivyo, na wote watakaomwona Mungu iwe alama yako kubwa kwake, ili wamguse wewe Mungu kwake. Popote hapo Bwana, wamguse wewe Mungu kwake, awe kielelezo. Asante kwa utatenda hivyo kwa utukufu wa jina la Yesu. Amen. Haleluya. Uelewe. Basi tunaweza tukaketi sasa chini. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe mkutano. Ndiyo. Kabla hatujakwenda na mambo mengine, tunahitaji utaratibu zaidi. Haleluya. Amen. Na kwa mimi ambaye labda nimesimama mbele zako, ambao unanitazama, sikusimama kwa masilahi yangu. Haleluya. Amen. Katika hatua ya kuwabariki hawa, huwa tunaomba Mungu katika hili kundi la ushirika, tunaomba Mungu, na Mungu akitupa maelezo na maelekeo ya kwamba tafuteni mtu fulani yuko sehemu fulani, atafanya hiki 1 2 3, tunafanya vile. Haleluya. Amen. Na hili ambalo linatendeka hapa, Mungu ilithibitisha ili ifanyike na litendeke hapa. Katika maandiko matakatifu, kwa hatua ya hawa wanabarikiwa na wale ambao wanaowabariki
ni lazima Mungu awachague. Unapokuja kubariki hawa, hakikisha umechaguliwa. Haleluya. Si kujileta na kujitia. Sababu katika hatua ya mabarikio ya hawa ndiko tunazaa mapohoza. Sijui kama naeleweka vizuri. Katika mabarikio ya hawa ni hapo tunazaa mapohoza, na katika hii huduma ya kundi hii ya ushirika hatuhitaji kuzaa mapohoza. Haleluya. Amen. Na ndio maana huduma kama na hizi, tunapokuona wewe kama vile mtawa uko mambo yako ambayo haifanani na wito na uchungu ambao uliopata, sisi tunatia alama ya kuuliza. Amen. Haleluya. Amen. Sisi tunatia alama ya kuuliza, ni Mungu gani uliyekutanana naye, aliyekupa misio akakupa kazi? Kwa sababu aliyekutanana na Mungu akapewa jukumu ni mtu aliye na utofauti wa nje na ndani. Haleluya. Amen. Lazima tuone matunda na tuone mabadiliko. Kwa hiyo hawa, wakati tunaona wanaingia kwenye mambo yasiyostahili, tunatia alama. Kuanzia viongozi wa kanisa, tunashuka tunachunguza kanisa lake liko namna gani, tunashuka tunachunguza chumba chake kiko namna gani, kwa sababu hata baba yako wa kiroho, baba yako wa imani akiwa mvuguvugu, hata na wewe mtoto utamuiga. Haleluya. Lazima utamuiga, sababu mtoto anafanana baba yake. Mtoto wewe unamtazama tu hivi na najua baba anasema hiki. Kama baba yako wa chumba, mama yako wa chumba, yeye ni mfumu, na wewe mtoto utaiga huduma za ufumu. Haleluya. Amen. Kwa hiyo nataka kuongea machache. Andiko la kwanza ambalo nitalisoma ni andiko la Matendo ya Mitume ile 9 mstari wa 10 na ule wa 12. Matendo ya Mitume 9 mstari wa 10 na ule wa 12 unasema hivi: basi palikuwa Damaski mwanafunzi jina lake Anania. Bwana akamwambia katika maono, Anania. Akasema, mimi hapa Bwana. Bwana akamwambia, simama, nenda zako katika njia iitwayo Nyofu, ukaulize katika nyumba ya Yuda mtu aitwaye. Sauli alifanya muda wa siku 3, hali hanywi haoni. Ikabidi Mungu amtume nani? Anania. Haleluya. Tuko pamoja? Hakukuwa wengine kuzidi Anania. Kwa nini hawakwenda kufanya ile kazi? Kwa hiyo hawakuchaguliwa. Hakikisha unachaguliwa kwa kufanya hii huduma. Kwa muda huu na nyakati hizi hatupendi tuzae mapohoza. Haleluya. Amen. Na ninataka nigusie kidogo kwa ajili ya wewe mtawa, kwa sababu unatawa unajiona wewe ndio una Mungu wote, sivyo? Haleluya. Ukitaka kutembea vizuri na Mungu, heshimu wale waliokutangulia katika huduma,
na kushuka. Ikiwa hujui kushuka na kunyenyekea, kesho na kesho kutwa huduma yako itaharibika. Haleluya. Kwa sababu nimekuwa mtawa, ninaanza kuona Mungu anaanza niambia hivi na vile. Siwezi tena kuheshimu mchungaji. Nani amekwambia hivyo? Siwezi tena kuheshimu mama wa chumba, baba wa chumba. Nani amekwambia hivyo? Haleluya. Nataka nigusie habari za Samueli ili kufikia yeye kuzungumza na Mungu. Ilibidi anyenyekee na atulie chini ya miguu ya Eli. Yeye hakujua namna ya kuzungumza na Mungu, lakini alijua kupitia nani? Kushuka mbele za Eli na kusema, hili sijawahi kulisikia, hili ni nini? Kitabu cha Samueli wa kwanza 3. Anza 8:9 hadi 10. Nane, 9 hadi 8 hadi 10. 3, 8 hadi 10. Tunasoma 3 Kongo. Soma hizi. Bwana akamuita Samueli mara ya 3. Naye akaondoka akamwendea Eli akasema, mimi hapa, kwa maana uliniita. Ndipo Eli akatambua ya kuwa Bwana ndiye aliyemuita yule mtoto. Kisa yake nasema hivi. Kwa hiyo Eli akamwambia Samueli, nenda kalale. Itakuwa akikuita utasema, nena Bwana, kwa kuwa mtumishi wako anasikia. Basi Samueli akaenda akalala mahali pake. Bwana akaja akasimama akaita vile vile kama kwanza, Samueli, Samueli. Ndipo Samueli akasema, nena Bwana, kwa kuwa mtumishi wako anasikia. Amen. Nataka kusema kuhusu habari za kushuka na kunyenyekea kwa watawa. Samueli alikuwa akiishi, alikuwa hajui kuzungumza na Mungu. Alikuwa akilala kwenye hekalu, lakini kuzungumza na Mungu alikuwa bado hajui. Na Mungu akamjia, akamwita. Unaweza ukawa huko, Mungu anakuita kwa njia mbalimbali, kwa njia ya utawa anakuita. Lakini si kana kwamba umekuwa mtawa umejua kila kitu. Haleluya. Nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani. Ndivyo watakavyoweka jina langu juu ya wana wa Israeli, nami nitawabariki. Miriamu, Bwana akubariki na kukulinda. Miriamu, Bwana akuangalie
akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Miriamu, Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani. Na hivi ndivyo tunavyoliweka jina la Mungu wetu mbele zako. Amen. 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 Shamba la Mungu limenibariki, tayari sasa kuvunwa, wavunaji wafike mbio, kuna mavuno yake. Bwana Yesu, Bwana Yesu, twakuomba utulie watenda kazi, wakusanye miganda yote kwako, Yesu Mwokozi mwema. Bwana Yesu uliyetuumba na Israeli, Bwana wako umemchagua mwenyewe ukamuweka mtawala. Ni muda wake sasa Mungu. Shetani halali, shetani anamwambia, shetani anamwangalia. Baba, tunakuita mwenyewe umtawale, umpe nguvu. Baba yetu, hata malaika walinzi wamlinde, mwenyewe ukumbatie, mwenyewe awe pamoja naye. Yale macho mabaya kwake uliyofanya kuwa macho ya baraka. Asante Mungu, asaidie kuwa pamoja naye. Yesu na siku kadhaa. Basi hotuba ya mtawa wetu ni hivi: aiza maisha yake. Mtawa wetu usiwe disre. Mtawa wetu anaitwa Makenya Obedi Mariam, wa jamaa ya Babungwe Bashi Nondo. Bashi Nondo. Mtawa wetu amezalika mwaka wa 2006. Yaani ukiangalia miaka alionayo kwa sasa, ana miaka 19. Jina la baba mzazi anaitwa Obedi Bilende. Jina la mama anaitwa Etando Masoka Hasha. Mtawa wetu kanisa analolishiriki ni kanisa la PSG,
hapa kwetu pa Mkolwe. Pamoja na hiyo, jinsi mtawa wetu alivyoshikwa, kama mwalimu alivyotusomea vitabu vya mwisho mwisho, kuitwa kwake, mtawa wetu ilipokuwa katika siku aiza masiku 5 ya mwezi wa 11 2024, tulikuwa kwenye sherehe ya kutoa mtawa pale Baraka kwa Mama Nyasa. Wakati tulipomaliza sherehe ya kutoa huo mtawa, wakachukua safari ya kurudi huku kwao Mkolwe, na aliporudi tu Mungu naye aseme yanishile mutakela ovea na bino biwachwa nishicheleche. Hakulala hata kwao mtoto wa watu. Hivyo ndivyo jinsi alivyoshikwa na Mungu katika hizo tariki 5 za mwezi wa 11 2025. Lakini ilipotimia siku 19 za mwezi huo wa 11 2024, wazee aiza wajasusi kamati ilikuwa kwenye michakato ya kuchakatua jinsi alivyoshikwa. Ni Mungu aiza anajiripisha tu. Haleluya. Yaani kuna wengine watawa ambao labda alisikiaga kuna kwaka karaa bino ole bimo biyomba bimotawisha batawa iwazaniwe mango oshile mwemo muyovu batatu baine kumwaka mara 6 mara 3 muko natoa batawa yashiva. Lakini tukafanya ukaguzi kabisa. Mtawa akafanyiwa ukaguzi zaidi ya zaidi. Katika ukaguzi unaangalia kutoka tariki 5 za mwezi wa 11 vers le 19, kuna ekaya ya masiku pale, kulikuwa tu ni ukaguzi. Kwa neema ya Mungu na jinsi Mungu alivyopanga kwake, tukawa na uthibitisho ya kwamba ni Mungu mwenyewe aliyemchagua na aliyemwita ili aingie katika maficho fulani kwa shabaha fulani tutayataja hapa chini. Ndiyo vigezo aiza shabaha ya mtawa kuingia katika maficho ya kimungu ya kiroho. Kigezo cha kwanza, yeye na Mungu wake wakamba kazi ya kwanza utakayoifanya duniani ni kazi ya uinjilisti. Bwana Yesu asifiwe! Wainjilisti oye! Tunaongezeka. Hatua ya pili, aiza kazi atakayoifanya katika ulimwengu. Jamani, ewele nganga wa mitema yabaambi. Haleluya. Yaani yeye ni sababu ya meza ya matengenezo kwa waombaji, awe bishop, awe reverend, awe nani, yeye huduma yake ni meza ya matengenezo.
Haleluya, haleluya. Hiyo ni kazi ya pili ambayo ataifanya katika ulimwengu. Na kazi ya tatu, hii kazi ya tatu ni kazi ya kuombea mahitaji mbalimbali. Ndo kazi ya mwisho atakayoifanya katika maisha yake ya kiroho. Mtawa wetu waliadiana na Mungu kwa hayo maneno. Yaani ukitaka kutengeneza, iko pale sababu ya kufanya usafisho pamoja na neema ya Mungu. Neno la kumalizia, alitumia nini? Labda utajisikia ya kwamba ni vizuri, lakini hatua ya utawa, hatua ya maficho, sababu ya programu za Mungu, jamani, hakuna raha. Na ninawapa ole sana watawa ambao wanaoingia kwenye vitanda, anafanya mwaka, miezi na kadhalika, lakini baadhi ya siku 3 hakumbuki mateso aliyoipata. Bwana, raha hauna ya mwili, kula au kuli, kuvaa ni makanzu tu. Lakini Mungu alikutenga kwanza na raha yote ya mwili, sababu utimize ya roho. Sasa angalia, baadhi ya kuendelea kuishi unakuja kugeuka. Ole kwenu watawa. Aliteseka kama ifuatavyo. Dada yetu Mariam alitumia kipande ya ndazi pamoja na vijiko 2 vya uji. Sasa uangalie kuteseka kwake kama na hiyo, na jinsi nyinyi mnavyoishi. Mmeshazoea vitanda, mtu anatawa hata mara 6 amuyungwale vyangeone noza onili nishina oya inguru ngino obola awa oyo tawela tamisu onili vupi. Hiyo ni chakula aiza ulaji aliyoutumia katika hayo mateso ya maficho. Mtawa wetu alifanya miezi 6 na siku 2 juu. Aliteseka kweli, lakini ijapokuwa aliteseka, usikuye juu umutese tena mudunia. Amen. Tukitoka hapa tu tunajua wajasusi wa hali za juu, watu wenye elimu sao watafika waangalie. Karibu, tupo. Hiyo ni utaratibu aiza maisha ya mtawa aliyoyaishi katika miezi hiyo 6 na siku 2. Sisi kama familia ya kiroho, yani kundi la ushirika wa uamsho, mama, tunakutakia kazi njema na Mungu akubariki. Amen. Bwana Yesu asifiwe.